asifiwe. Leo ni siku ya Mungu. Tumekuja hapa kwa sababu ya mambo kadhaa. Kuna watu wamekuwa wakiniuliza ama kuna watu wamekuwa wakiuliza kwa nini Wakristo wanasaburia Catholic, ama kwa nini Wasabato wanasema kuwa Catholic ni mpinga Kristo ama ni mpinga Biblia. Na tukataka tu kuelimisha kiufupi, kuangalia mambo kadhaa. Ni mengi mambo ambayo tunaweza angalia katika Biblia na katika kitabu chao ambao wanakiamini. Lakini tutaangalia kiufupi kwanza, alafu tutaendelea tukifunua mambo mengi kulingana na kitabu cha Catholic. Unajua sisi hatuchukii dini, sisi hatuingilii dini, bali sisi tunaangalia yale ambao wanaamini. Je, ni halali ama ni kanisa ya Mungu? Kwa sababu tunafaa tujiulize. Kuna wengi hawajui kanisa hii ilitoka wapi. Wengi hawajui kanisa ya Catholic. Tutakuja kufundisha pia kanisa zilitoka wapi na ni mwaka upi zilikuja. Na wengine wanasema Kristo alipopaa mbinguni aliacha kanisa Katoliki. Je, ni kweli? Pia tutakuja kuangalia Kristo alipaa mbinguni mwaka upi na Katoliki imekuja mwaka upi, ili tutakuja kufahamu Katoliki imekuja baadaye. Lakini kwa sasa nilikuwa nataka tuangalie kwanza, tuwajibu wachache wenye wataona nibi watatumia wengine message kuambia SDA hawafamii Katoliki. Hapana, wanaangalia yale mafundisho ambayo Kristo alitukataza, na ni lazima tuchunguze Biblia ili tuweze kufahamu ni dini zipi za Mungu na dini zipi za uongo. Si kusema tu kwa mdomo ati kanisa ni bofu ama nyinyi mnaingilia kanisa. Sisi hatuingilii kanisa, bali tunaangalia ili tusiende katika jehanamu. Kitu ya kwanza nilikuwa nataka kwanza tuangalie mapokeo. Je, Katoliki wanaaminiaje kuhusu mapokeo? Na sisi Biblia inaaminiaje kuhusu hayo? Hebu msomaji nisomee kitabu cha Katekizim, kitabu chao ambao ni Katekizim ya maswali na majibu katika ukurasa wa 11. Hebu soma. Mungu ametueleza ukweli mwingi. Ni Katekizim kitabu chao ndio kinasema hivi. Hebu soma. Mungu ametueleza ukweli mwingi kumhusu yeye binafsi na pia juu ya viumbe vyake. Kweli huu unaitwa ufunuo. Ufunuo hupokezwa kutoka kizazi kimoja kwa kizazi kingine kwa njia mbili, kupitia Biblia na kupitia mapokeo. Simama. Kwa hivyo katika kitabu chao kwanza tuchukue katika mapokeo. Kwa nini tunaongelea mapokeo? Kwa sababu kanisa hii inaamini Biblia na mapokeo. Kwa hivyo mapokeo maana yake ni nini? Mapokeo ni yale mambo ambayo haiko kwa Biblia. Yaani kanisa inaamini mambo haiko kwa Biblia, lakini wanasema wanaamini mambo ya mababu, yaani mambo yale ambayo yalitangulia. It doesn't matter kama inatoka kwa Biblia ama itoki kwa Biblia. Na ndio maana wanasema tunaamini Biblia, yaani wanasema ati Biblia inaruhusu, yaani wao kuamini vitu viwili, Biblia na mapokeo. Lakini Biblia je, inatuambiaje katika 10 na ngapi Paulo? Kitabu cha Marko 7:6. Hebu soma polepole tuone nayo Biblia inasemaje. Tunafaa kuamini Biblia na mapokeo. Hebu soma. Akawaambia Isaya. Akawaambia aje Isaya? Alitabiri vyema. Kwanza Isaia alitabiri vyema, endelea. Juu yenu nyinyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. 7. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. 8. Subiri. Kwa hivyo wanafundisha maagizo yaliyo wanadamu, ambayo ni mapokeo. Yaliyo wanadamu, mapokeo. Na wale tumeona wana vitu mbili, Biblia na mapokeo. Endelea. 8. Ninyi mwaiachia amri ya Mungu. Soma vizuri.
nyinyi mwaiacha ama mwaiachia. Nyinyi mwaiacha amri ya Mungu. Nyinyi mnaiacha amri ya Mungu na ya kuyasikia mapokeo ya wanadamu. Subiri. Wanaacha amri za Mungu, wanafuata mapokeo. Tutakuja pia kuangalia amri hizi zao na za Biblia. Je, ni za kweli ama zinaendana? Kwa hivyo wale wanaamini mapokeo. Unaposoma hii kitabu cha Catechism, pale ukurasa wa kwanza ukiendelea kusoma, hii Catechism yao inasema unafaa kuamini yale ambao wao ama kile unachokipata katika imani. Na ndio maana wanakuambia hapa unafaa kuamini mapokeo na Biblia. Lakini Biblia inatuambia tunaiacha amri, tunachukua mapokeo. Je, Katoliki wanaamini mapokeo? Tutakuja kuona. Tuangalie kitu kingine ambacho wanakifanya. Mapokeo tutakuja kuchimbua kabisa tuone. Tuangalie tena kitu kingine. Nataka kupeana mfano mdogo tu, alafu sasa uende ujisomee na ufanye utafiti wako uone. Hatukemei ama hatusemi kanisa ni mbaya, lakini tunaangalia mafundisho yao. Je, yanatupeleka wapi? Kitabu cha pili, mapokeo ingine wanaamini kama hii. Mamwaturu, ukurasa wa 31, mwalimu. Catechism ukurasa wa 31, kitabu chao hiki, alafu tunaangalia Biblia, mapokeo. Sasa tunaangalia mapokeo. Wao wanaamini hivyo. Je, ni Biblia ama ni mapokeo? 31 wanasema kuwa tunafaa kuomba Bikira Mariamu. Je, ni kweli? Ni mapokeo ama ni Biblia? Tutaona. Soma 31 inasemaje? Tumpende Maria. Haya, soma. Tunampenda sana Maria kwa sababu ni mama. Tunampenda sana Maria kwa sababu ni mama yake Yesu, na pia kwa sababu yeye ni mama yetu huko juu mbinguni. Kidogo tu. Tunampenda sana Maria kwa kuwa ni mama wa nani? Mama yetu. Mama yetu. Endelea. Huko juu mbinguni. Ni mama yetu, yani ni mama wao huko juu mbinguni. Tutaangalia pia hizo mambo. Endelea. Kuiweka picha ya Bikira Maria karibu na kitanda chako. Kuiweka picha ya Bikira Mariamu katika kitanda chako. Kutakukumbusha umuombe kila unapokwenda kulala na kuamka. Yani ukichukua picha ya Bikira Maria na kuweka katika kitanda chako, kutakufanya nini? Umuombe. Endelea. Atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Atakuwa pamoja nawe na kukulinda. Atakuombea kwa Yesu upewe kila kitu unahitaji. Hapo. Kuna vitu ambazo unafaa uelewe hapo. Yeye atakulinda, Maria atakulinda, na tena atakuombea kwa Yesu. Je, ni kweli? Biblia nisomee Waibrania 7 mstari wa 28. Tukisema hii kanisa hatuingilii bure. Hii kitu wanatoa wapi? Tunafaa tuombe Mariamu ama tunafaa tuombe nani? Swali. Waibrania 7:25. Imani je, hii inawapeleka watu wapi? 25. Inasemaje? Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa. Wao wamjiao Mungu kwa yeye. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Simama. Maana yu hai siku zote ili awaombee. Nani huyo? Yesu. Kwa hivyo mwenye anatuombea ni Mariamu ama ni Yesu? Swali. Mariamu alikufa, hajafufuka, bado ako kaburini. Lakini tunaambiwa tumuombe yeye, hatuombee.
ukiweka picha yake ati yeye atakusaidia. Je, msaidizi ni Kristo ama ni Mariamu? Swali nakupa kwako. Niongezee Warumi pia inatuambiaje? 8 mstari wa 34. Na inatuambiaje kuhusu hayo tu maombezi. Alafu sasa uniambie ni sisi tunamuingilia ama ni imani tunachunguza ili tuweze kufanikiwa. Msikatae ama kupigana bure, chunguza. Ukichunguza utaweza kuelewa. Sisi hatuingilii imani, tunaongea kwa sababu tumepewa nguvu ya kujua, ama Kristo wako ndani yetu ili aweze kutuonyesha njia ambayo tutajua tusiende jehanamu. Imani zimekuja za kupoteza wengi. Soma. Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Ni nani atakaye wahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Kristo Yesu ndiye aliyekufa. Naam. Naam. Na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Amefufuka katika wafu. Naye yuko mkono wa kiume wa Mungu. Naye yuko mkono wa kiume wa Mungu. Tena ndiye anayetuombea. Simama. Swali sasa. Mariamu amekufa, bado hajafufuka. Juu hakuna andiko linatuonyesha Mariamu amefufuka. Kristo ako kwa Mungu mkono wa kuume karibu na Mungu. Sasa je, tutaomba yule aliyekufa atuombee ama tutamwambia yule ambaye yu hai hata sasa atuombee? Swali kwako. Cha 3. Mtoto kubatizwa. Je, mtoto kubatizwa ni halali? Ya 3. Catechism 66. Soma tuone yao, alafu tuangalie Biblia. Mambo ni mengi, tutakuja kuyachimbua yote. Uone hii imani hii hatuigiri bure. Hii ndio inaongelelewa katika Wathesalonike. Lakini watu wanakuwa wakali, hawaelewi. Soma 66 Catechism ukurasa wa 66. Tunasoma kitabu cha Catechism ya maswali na majibu mstari wa 66. Hii ni kanisa ya Katoliki. Tunaangalia watu wanasema ati sisi wa Sabato tunaingilia sana imani ya Katoliki. Biblia inasema tunafaa tuwafahamu kwa sheria na ushuhuda. Kama wasemi sawa sawa na neno hili, kwao hapana. Biblia inatuonyesha tuangalia pia kwa matunda yao katika matendo. Kwa hivyo tuweze sema ati hawa watu ni wabaya bure. Tunaangalia kwanza matendo. Ukiulizwa na mtu kwa nini, utaweza kudhibitisha. Si wewe, Biblia na kitabu chao. Fanya kusoma kwanza ndio uweze kusema watu hawa wanaingilia imani hii. Soma. Inasemaje? 16 66 verse Azia hapa juu. Msomaji hapa juu. Ukiteremka tu hivi mpaka pale nitakwambia na nguvu. Soma. Ubatizo. Mungu anamtaka kila mtoto aishi katika neema yake. Ni wao wanasema Mungu anataka kila mtoto aishi katika neema yake. Sisi zote Marko 16 verse 5. Sisi zote kuzaliwa tukiwa bila. Rudia. Mungu anamtaka kila mtoto aishi katika neema yake. Sisi zote huzaliwa tukiwa bila ya neema rohoni. Kwa ajili ya dhambi ya Adamu na Eva. Hivyo ni kusema kwamba tunazaliwa tukiwa na dhambi ya asili. Pia hasiri tutakuja kuangalia yale ambao wanaamini. Na hapa kuna tatizo. Wanaamini kuwa dhambi ya asili ni mwanamke na mwanaume kuonana. Lakini tutakuja pia kuangalia uone. Na hii ndio mafundisho ambayo imetupa wengi. Tatizo imeanzia hapo.
Endelea. Ubatizo huosha dhambi. Unatupatia imani. Unatupa uzima wa Mungu. Unatufanya tuwe watoto wa Mungu. Utatu Mtakatifu huja na kukaa ndani ya roho zetu na kuanza kutufanya kuwa watakatifu. Mungu anawataka watu wote wabatizwe. Kama tunataka kuogoka ni sharti tubatizwe. Ni wajibu wa wazazi. Sasa point iko hapo. Ni wajibu wa wazazi kuhakikisha kuwa watoto wao wachanga wanabatizwa baraka iwezekana. Nirudie. Ni wajibu wa wazazi kuhakikisha watoto wao wachanga wanabatizwa haraka iwezekanavyo. Simama. Je, wanasema kuwa ni wajibu ya wazazi wote kuwaleta watoto wao wakabatizwe. Biblia inakubali watoto wabatizwe. Ndio maana tulianzia pale kuona kuna mapokeo na Biblia. Wale wanaamini mapokeo na Biblia. Mapokeo ukiweka katika mambo ya Mungu lazima utatupa watu. Kwa nini? Wanaamini kuwa watoto wanabatizwa ama uwalete watoto wabatizwe. Saa hii kanisa ya Katoliki SK wanabatiza watoto. Je, ni halali kubatiza mtoto? Hiyo ndio swali. Marko 16 mstari wa 15, tusome pole tuone. Tujiulize sasa swali. Ni watoto wanabatizwa pale ama ni wakubwa, ama ni watu wakubwa? Tunataka tuangalie pointi hapo. Soma. Akawaambia. Yesu akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri injili ya kila kiumbe. Subiri. Wale ambao wanaenda kuhubiriliwa ni watoto ama ni watu wazima? Endelea. 16. Aaminie. Simama. Mtoto mdogo anaamini? La. Mtoto mdogo anahubiriliwa? Mchanga? La. Anaamini? La. Endelea. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Amaliza hiyo andiko. Asiyeamini atahukumiwa. Thank you. Kwa hivyo yule ambaye anahubiriwa, je, ni mtoto mchanga? Yesu anatumana hivi, hawa wanasema hivi. Alafu mnasema wa Sabato wanaigilia kanisa Katoliki. Usiweke neno wa Sabato. Sema Biblia inaingilia Katoliki. Kwa sababu hawa Biblia ikisema hivi, wao wanasema hivi. Kwa sababu wao wanasema wanaamini mapokeo na Biblia. Ukiweka Biblia kitu inaitwa mapokeo, lazima utapoteza watu. Tunafaa kuamini Biblia peke yake. Si imani ya watu. Si mambo ya watu. Biblia peke yake. Kumi na 13 Mathayo natuongezea. 19:13 Mathayo natuongezea inasema. Inasema. Ndipo akaletewa watoto wadogo ili aweke mikono yake juu yao. Simama. Je, watoto wanafaa kufanyiwa nini? Kubatizwa ama wanafaa kufanyiwa nini? Kristo ni yeye mwanzilishi wa Ukristo. Sasa yeye mwenyewe alifanyaje? Kwa sababu tunafaa tuchukue steps zake. Yeye mwenyewe
alifanyaje? Rudia. Inasema ndipo akaletewa watoto wadogo ili awaweke mikono yake juu yao na kuwaombea. Wanafunzi wake wakawakemea. 14. Hapo simama. Kwa hivyo tunafaa kuwawekea mikono watoto, kuwaombea wabarikiwe, si kuwabatiza. Tunaomba kwanza tufike hapo. Tutaendelea kuchambua pole kidogo kidogo, ndio watu wa Mungu waweze kuelewa. Na tuombe. Mtakatifu uishie mbinguni, tunakusihi kwa Roho wako wa unyenyekevu, usituache yatima. Simama nasi tutakapo utuma ujumbe wako katika mtandao, ukaweze kutukumbuka na kutupea hekima, tusiweze kuongea yaliyo yetu, ili tuweze kuongea yaliyo yako. Tupe nguvu, simame nasi hadi tamati. Tunaomba kwa hayo machache tukiamini yale ambao tu kuomba muombezi wetu Yesu Kristo atatuombea katika jina Yesu tunaomba. Amina.